Pengine unanitizama kwenye redio, narudia pengine unanisikiliza kwenye runinga au TV yako. Nina neno siku ya leo, ninakukumbusha ya kwamba siku za mwisho zimekaribia, na Mwokozi wetu Yesu yuko karibu kurudi. Tuinue macho yetu juu, maana ukombozi wetu umekaribia. Pengine unanitizama kwenye redio, pengine unanisikiliza kwenye runinga. Hizi ni siku za mwisho, tunamaona, tunasikia vita tetesi kila mahali. Irani na Amerika wanapigania nini? Siku za mwisho. Israeli wanapigana na Irani, ni siku za mwisho. Pengine unanitizama kwenye redio, au pengine unanisikiliza kwenye runinga, yani TV yako. Ujue ni siku za mwisho. Inua macho yako juu, mteule, Yesu yu karibu kurudi kuchukua wateule wake. Je, wewe utakuwepo au unaangalia chini? Kiangalia chini utaona vita, kiangalia chini utaona ukahaba, kiangalia chini utaona wezi, kiangalia chini utaona wanasiasa wanafiki. Inua macho yako juu, angalia juu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtumishi wa Mungu Faustini Munishi nikikukaribisha uwe pamoja nami. Ujumbe wangu wa leo ni kwamba Yesu alitufundisha akatuambia, tunapoona vita katika ulimwengu, tunapoona matetesi ya vita, mataifa makubwa yanapigana vita, Yesu akatuambia tunapoona mambo hayo yanatokea, huo ni utungu. Kama mama anavyotaka kujifungua, anasikia ule utungu wa kujifungua mtoto. Kwa hiyo tunapoona tetesi za vita, mataifa makubwa yanaanza kupigana vita ambavyo vitapelekea uchumi wa dunia nzima kuharibika, sisi tusibabaike. Tuinue macho yetu juu, tuangalie juu, maana ukombozi wetu umekaribia. Yesu yuko karibu kurudi kuchukua wateule wake, na wateule wake ni wewe na mimi, kama tumetubu dhambi na kumwamini Yesu na kuzaliwa mara ya pili na kupewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, tukasamehewa. Ya kale yakapita, tazama yakawa mapya. Tukaitwa wana wa Mungu kwa kupewa msaidizi, Roho Mtakatifu, atakaye tusaidia hasa wakati huu tunapoona vita ulimwenguni, tunapoona mataifa makubwa yanapigana. Tusiogope, lakini tuangalie juu, maana ukombozi wetu umekaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisahau ukiangalia chini, utaona vita, na utakapoona vita vya
Israeli na Marekani wakiishambulia Iran, utaanza kushabikia upande mmoja au ule upande mwingine. Utaanza kuingia kwenye mabishano ya kusema nani watu wa Mungu na ni nani wa shetani. Lakini ukweli ni kwamba wote wanaoua wameingia katika mtego wa shetani, kwa hiyo wote wanatumiwa na shetani. Lakini sitashangaa Wakristo wakaanza kuingia kwenye vita ya kubishana maneno, kusema wale wa Irani wanaouawa au ni Waislamu wenye siasa kali. Kwa hiyo Trump na yule waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, hao ndio malaika wanaotumiwa na Mungu kummaliza shetani. Hebu niwaambie, Mungu akitaka kupambana na shetani haitamchukua siku nzima, atakuwa amemaliza mashetani wote duniani. Lakini alimwacha shetani tupambane naye, adanganye wale anaoweza, na wale ambao watamshinda waendelee kumshinda. Kwa hiyo hakuna Mungu anayetumia Amerika na Israel kubomoa Iran. Kwamba wanauana ni mashetani, wanamalizana wenyewe, lakini sisi watu wa Mungu wanatuletea ishara ya kujua kwamba ukombozi wetu uko karibu. Na sisi tuinue macho yetu juu, tuangalie mbinguni, maana Mwokozi wetu anakaribia kurudi kuchukua kanisa lake. Haleluya, amen. Ukiangalia hapa duniani utaanza kuhukumu, utaanza kusema, lakini kama kuwa na vita na silaha za nyuklia ni haki ya watu fulani tu duniani, kwa nini basi wale wanaokuwa na hizo nyuklia wanaanzisha vita ili kunyima wengine uhuru wa wao pia kuwa na hizo silaha? Sasa ukianza kuuliza maswali kama hayo, umeangalia hapa duniani. Na hapa duniani kuna sheria zilizoandikwa na zile ambazo hazijaandikwa. Na nasikitika kusema sheria zinazofuatwa sana duniani ni zile ambazo hazijaandikwa. Sheria zilizoandikwa zinasemaje? Zinasema kila taifa ni huru, lina haki ya kujisimamia mambo yake lenyewe, lina haki ya kuwa na silaha za nyuklia likitaka. Lakini sheria ambayo haijaandikwa inasema wale wababe wenye silaha za nyuklia wana sheria yao inayosema mwingine jirani yao hawezi kuwa nayo, na wana uwezo wa kumzuia, hata wana uwezo wa kumchapa, hata wana uwezo wa kubomoa nchi yake, hata wana uwezo wa kubomoa vyombo vya habari vyake. Hiyo ni sheria ambayo haijaandikwa.